Ushawahi kujiuliza kwa nini katika ulimwengu wa sasa mchezaji wa mpira au msanii wa muziki anayeimba maneno yasiyo na maana analipwa mabilioni ya pesa kwa wiki, wakati daktari bingwa anayeokoa maisha ya watu kila sekunde au mwalimu anayejenga akili za kizazi kijacho anapambana kupata mshahara wa kawaida wa kukidhi mahitaji? Je, ulimwengu umepoteza akili? Au kuna mfumo mkubwa wa siri wa kiuchumi na kisaikolojia unaoendesha mchezo huu wa kifedha? Karibu tena kwenye Frank Media, daftari pekee mtandaoni linalochambua ukweli mchungu wa tabia za binadamu na mifumo ya nguvu. Kwenye darasa la leo, tunaenda kuuvua kinyago mfumo huu na kugundua kwa nini burudani ya bei rahisi inathaminiwa zaidi kifedha kuliko taaluma muhimu za maisha ya kila siku. Hakikisha unaangalia video hii hadi sekunde ya mwisho, kwa sababu utagundua jinsi akili yako inavyotumiwa kama mtaji wa kuwatajirisha wengine bila wewe kujua. Kabla hatujashusha madini haya mazito, chukua sekunde moja sasa hivi kubonyeza kitufe cha kusubscribe hapo YouTube, au gonga alama ya kufollow kama uko TikTok na Facebook, ili uwe wa kwanza kupata ukweli huu kila wiki. Twende kazi. Sababu ya kwanza na kubwa zaidi ni mkakati wa siri wa kiutawala unaoitwa mkate na sarakasi, the bread and circuses strategy. Huu ni mkakati wa kisiasa uliogunduliwa tangu enzi za dola ya Kirumi, ambapo watawala waligundua kuwa ili kuzuia wananchi wa kawaida wasiasi au kuhoji mifumo mibaya ya serikali na uchumi, unatakiwa kuwapa chakula cha bei rahisi na burudani ya kutosha ya sarakasi. Keep them fed and entertained. Katika ulimwengu wa sasa, michezo na muziki usio na maana unatumika kama kileo cha akili ili kupumbaza vijana na umati mkubwa wa watu. Wakati watu wakiwa bize kubishana kuhusu nani mchezaji bora duniani au nani msanii mkali wa muziki, wanakuwa hawana muda wala akili ya kuhoji kwa nini mifumo ya afya ni mibovu, kwa nini elimu inashuka thamani. Sababu ya pili ni sheria ya idadi ya watu na nguvu ya soko, the law of scalability and market leverage. Daktari bingwa au mwalimu, hata awe mzuri kiasi gani, ana uwezo wa kumhudumia mtu mmoja mmoja kwa wakati mmoja, limited by time and space. Daktari hawezi kufanyia upasuaji wagonjwa milioni moja kwa saa moja, na mshahara wake unatokana na kile anachokifanya kwenye hicho chumba kidogo cha wagonjwa. Lakini upande wa pili, mchezaji wa mpira au msanii wa muziki anapofanya kazi yake, uwezo wake wa kufikia watu hauna kikomo kupitia teknolojia, mass scale distribution. Anapocheza dakika 90 uwanjani au anapotoa wimbo usio na maana, anatumiwa na watu bilioni 4 duniani kote kwa wakati mmoja kupitia runinga na mitandao ya kijamii. Makampuni makubwa ya matangazo yanajua kuwa umati huu mkubwa ndio soko kuu, hivyo yanaweka mabilioni ya fedha ili bidhaa zao zionekane na watu hao bilioni 4. Thamani ya mwanamichezo au msanii haipimwi kwa umuhimu wa kazi yake kijamii, bali inapimwa kwa idadi ya macho ya watu anaoweza kuyavuta kwenye screen kwa dakika moja. Monetization of human attention. Sababu ya tatu ni hitaji kubwa la kisaikolojia la binadamu kukimbia ukweli mchungu wa maisha, the psychological need for escapism. Maisha ya binadamu wengi yamejaa msongo wa morale, changamoto za kifedha, majonzi na kazi ngumu za kila siku. Katika hali hii, akili ya binadamu kiasili haitaki kufikiria vitu vizito vinavyochosha ubongo. Badala yake inatafuta njia rahisi ya burudani ili isahau matatizo yake hata kwa masaa machache. Seeking dopamine hits. Wimbo usio na maana au mchezo wa dakika 90 unampa mwanadamu wa kawaida furaha ya haraka na msisimko wa kitambo, bila kumtaka atumie akili kubwa kufikiri. Kwa sababu hiyo, watu wapo radhi kulipia tiketi za gharama kubwa, kununua bando za mtandao na kukesha usiku kucha kuangalia michezo na muziki,
lakini hawapo radhi kulipia gharama kubwa daktari au mwalimu, kwa sababu huduma zao zinawakumbusha matatizo, magonjwa au wajibu mzito wa maisha. Fedha nyingi huenda pale ambapo watu wengi wapo radhi kutoa pesa zao kwa hiari na furaha, where the crowd spends freely. Ulimwengu huu haulipi mtu kwa sababu ya wema au umuhimu wa kazi yake kijamii. Unalipa kulingana na idadi ya watu unaoweza kuwatawala akili zao na kuwavuta waje upande wako. Kuanzia leo, amka na utambue kuwa akili yako ni mtaji wa mabilioni ya watu wengine. Na badala ya kupoteza masaa mengi kwenye burudani zisizo na maana, anza kuwekeza muda wako kujenga ujuzi wako na biashara zako. Kama madini haya ya leo yamefungua akili yako na kukupa jicho jipya la kuutazama ulimwengu, tafadhali usiondoke bila kuonyesha sapoti yako. Bonyeza kitufe cha kusubscribe sasa hivi hapo YouTube na gonga alama ya kufollow kama uko TikTok na Facebook. Dondosha like yako na uache maoni yako hapo chini. Je, unaona ni sawa kwa mfumo huu kuendelea hivi au unadhani kuna siku utabadilika? Hii ni Frank Media. Endelea kujenga akili yako kila siku na tukutane kwenye darasa lijalo la mikakati ya kisaikolojia, Psychological Strategies.